Niseme kwamba kile nilichokiongea leo kimetimia. Kile nilichokisema leo kimewadia. Mzee, ukiniangalia mimi na mke wangu blaza, niambie you have never seen heat. You have never seen heat. Hujawahi kuona kwa mtu yeyote hapa kambini. Kwa mimi ndo the first. Gharama ya nguo tu blaza. Sema kwamba gharama nguo ni 950. Hapo nimebembeleza sana. Hii nguo hapa Diamond kaivaa. Blaza, huwezi kuona watu ambao ni wa kawaida wanavaa hivi. Ndio tu umepoa unakuja kuvaa vitu kama na hivi. Hapo ni uongo. Bwana, tayari tumeshakuwa kwenye eneo la tukio ambao ni ndoa ya Bidobido Star, na kama gisi unavyoona watu ni wengi, mastadi wengi ambao wanakuja kushiriki hii ndoa hii ya msanii mwenzio. So tupo hapa tutazungumza na yule ambaye ni msindikizi wa mama yetu au tuseme shemeji yetu kwa upande mwingine, ambaye ni mamya kwa upande wa Wabembe wanazungumza hivyo. Habari? Nzuri. Uko poa? Niko poa. Unasemaje? Yako poa. Hongera kwa. Asante. Hongera za kupendeza. Asante. Poa. Neno gani ambalo unaweza kuambia watu kwanza kuhusiana na siku hii ya leo ya ndoa ya Bidobido Star? Sina neno lolote kuambia, tofauti na niko na furaha tu. Na tunamshukuru Mungu sana kwa sherehe ambavyo ilienda. Kwa mtu mwingine angependa kufahamu unaitwa nani? Naitwa Suzana. Ndugu yake na mamya, ndugu yake na Bidobido. Ndugu yake na Bidobido, mke wa Sosafri Oji. Sawa, kitu gani ambacho unategemea kuhusiana na hii ndoa kwanza? Maana watu waliokuwa pembeni na Bidobido uoga labda wanazungumza yale ambao wanayaona kwa tabia za Bidobido, labda anaweza akadumu na mke au asidumu na mke. Kwa upande wako maoni yako ni yapi? Mimi naona anaweza kadumu naye sababu sijui mengi kuhusu Bidobido. Naona tu hivyo tu. Nafikiri kwamba walizungumza mambo mengi sana kuhusiana na Bidobido kuchukua mke wake rasmi, kwa sababu ni mtu ambaye anajulikana sana. Kwa upande wako wazungumzaje kwanza kauli za watu ambazo walizitoa kusema kwamba Bidobido bwana alikurupuka kuchukua mke haraka? Mimi sijui chochote, ni hao tu kuzungumza, lakini mimi sijui kitu na siasikia ambao wanazungumza kabisa. Siasikia. Lipi la kuwakazia wewe kama ndugu yake na Bidobido? Wataendelea kuzungumza na wenzao wanadumu tu kwenye mandoa yao tu. Ndio hivyo, sina kingine. Hongera. Asante. Nafikiri umesikia kile ambacho amezungumza ndugu wa Bidobido. Tupo na ndugu wa Bidobido wa kiume, tumeshazungumza na wa kike na pia tupo na wa kiume. Labda kuna kile ambacho anaweza akazungumza kuhusiana na ndoa ya ndugu yake. Una mambo vipi? Fresh kaka. Kwa mtu mwingine anaweza akapenda kufahamu unaitwa nani? Sosafri Oji. Sawa, kwa upande mwingine wewe ni ndugu yake na Bidobido na kuna mengi ambayo yashazungumzika kuhusiana na ndoa ya Bidobido. Labda kuna kile ambacho unaweza kuwaambia watu kuhusiana na sherehe hii mpaka ije kufikia siku ya leo, ije kuonekana kwamba ni sherehe kabambe sana. Sherehe imeandaliwa kama mnavyoona, mazingira ni mazuri walivyovaa, mazingira yamekaa mazuri, kwa sherehe imeandaliwa. Kuna ndoa ameoa hivyo kijana. Sawa, kwa upande mwingine labda unaweza ukasema kuhusiana na kile ambacho Bidobido tulikuwa tumefahamu kwamba ana ndugu au tuseme ndugu zake walikuwa wamekataa ndoa yake ambayo alikuwa ishaamua na dada Teuliza. Labda kwa upande wako wewe waizungumzaje kwanza kauli? Hayo ni mambo ya familia mzee, kwa sina cha kuzungumza hapo kwenye mambo ya familia. Mimi nitazungumza mambo ya kazi tu. Yes. Ndio. Labda kikazi pia, baada ya kujua kwamba Bidobido ameingia kwenye mahusiano na Eliza, kiupande wako wewe, kiupande wa kazi umeichukuliaje? Nichukulia kawaida kwa sababu ni maamuzi. Msanii ana nafasi pia ya kupenda. Kwa hiyo nikaona amependa, acha tu apende. Yes. Labda kuna kile ambacho ulikuja kumuuliza baada ya yeye kufanya maamuzi ya kuoa? Aliniambia kwamba ndo amechagua sasa mwanamke wa kuoa. Ndio ameamua sasa kuoa. Eliza alikuwa bado hajamuoa. Walikuwa hapo kwenye mahusiano. Yes. Nafikiri wengi sana wanajua kwamba kule kulikuwa mtoto na mtoto ameshazaliwa na Bidobido ndo baba halisi ambaye alijulikana kule kwamba ndo babake na mtoto. Kiupande wako wewe unawawekaje wazi kuhusiana na kile ambacho kilipitikana? Yule mtoto wa Eliza sio mtoto halisi wa Bidobido. Bidobido ni baba mzazi. Na hisi hata kwenye interview za zamani hapo za nyuma kidogo, ningesema mfuatilie mtakuta kwamba Bidobido mwenyewe aliwaambia, hata Eliza aliwaambia mwanaume aliyompa mimba alimkimbia. Bidobido akajitoa kumlea yule mtoto na kulea mimba pia. Yes. Sawa, lipi ambalo labda unaweza ukamsisitiza kwa yule ambaye amesema kwamba Bidobido amefanya chaguo ambalo sio sahihi, ni kama vile amenyongea Eliza kwa kile ambacho alikuwa ishamwaahidi? Unajua makubaliano, walienda kwenye makubaliano yao wenyewe wawili. Eliza akakataa kama anavyosikia, akaamua kuchagua mwingine ambaye amemkubalia, sasa hivi wamefunga ndoa. Yes.
Lipi ambalo labda unaweza ukawaahidi kwa hiki ambacho wewe kiupande wa muziki unamsimamia Bidobido, labda kuna kile ambacho kipo nyuma pazia ambacho mtazamaji anaweza akapenda pia kufahamu au mshabiki wake na Bidobido? Mimi cha kuahidi ni kwamba wasichoke kumfuatilia Bidobido, kusupport kazi zake, ana vitu vizuri anaviandaa, mambo ni mazuri sana. Yes. Sawa, la kuaga basi kuhusiana na hiki cha siku ya leo, labda matumaini makubwa kwa upande wa usimamizi yakoje kwa Bidobido? Kwanza mimi niseme kwamba Bidobido kwanza anaga mabosi. Bidobido anaga mabosi, Bidobido anasimamia tu, anamenejiwa tu na watu tofauti. Ikiwemo mkono wa Sosafi, Zindabadi na wengine mablaza kutoka Mambele wapo, lakini ningeomba sana wamsupport mdogo wetu Bidobido, anafanya kazi nzuri, ana kipaji, ipo talented nzuri tu. Cha msingi ni kumsupport, ndio muhimu sana. Yes. Sawa, nafikiri umesikia kile ambacho amezungumza ndugu kwa upande wa kiume. So, kuna mama yetu mwingine ambayo yuko hapa. Dadangu, habari? Nzuri. Poa. Poa. Mtu mwingine angependa kufahamu unaitwa nani? Naitwa Sada. Naitwa Sada. Sawa. Wazungumzaje kwanza siku ya leo, unajisikia? Kwa kweli siku ya leo na furaha sana. Tena sana. Sawa. Kwa mtu mwingine angetaka kufahamu, wewe ni ndugu yake na Bidobido au ndugu yake na mke wa Bidobido? Mimi ni ndugu yake na mke. Maana yake mimi ndio ndani wifi yake. Wifi anakuja kuzingatia ndoa ya wifi. Wifi? Yaani huyu hapa, huyu wifi yangu. Kaka yake ndo amenioa mimi. Lipi ambalo unamtakia kwanza wifi kuhusiana na haya maamuzi ambayo aliyafanya kuhusiana na kuingia kwenye ndoa? Kwa kweli namtakia maisha mema, namtakia Mungu amtangulie katika safari yake ya ndoa. Walio wengi walizungumza kwamba labda swala litokuja kukamilika kwa sababu walikuwa hawana imani na Bidobido kufanya gharama yote kubwa hii. Wewe waambiaje kwanza kuhusiana na hii? Kwa kweli mimi cha kuambia kwamba waendelee kuwa na furaha na amani, wajisikie vizuri. Maana ni kitu ambacho Mungu amekipanga na leo ndo kama hivi sherehe kama hii inavyoonekana, watu wamejaa, watu wamekuja kwa sababu yao. Kwa kweli jambo la kumshukuru Mungu. Sawa, basi waambie kile ambacho mlikuja mnamshauri shemeji yetu kwa upande wa familia yake. Kwa kweli nataka kumshauri shemeji yangu amtunze wifi yangu. Wifi yangu mwenyewe anaonekana ni mzuri, sio kwamba amzeeshe, ampendezeshe kama anavyomuona. Ndio ushauri wangu. Kwa upande wa mzazi kule, amezungumzaje mpaka mtoto amekuja kufikia hapa kwa kuchukuliwa na Bidobido Star? Maana Bidobido ni msanii na mila zinasema kwamba wasanii ni watu ambao wana wanawake wengi sana. Labda hili pia mliliona kwa Bidobido? Kwa mzazi yeye hana shida. Kwa mzazi tu ametoa baraka zake. Kikubwa mzazi amesema kikubwa ni uvumilivu. Kama hivyo unavyoona na nilimi yake ni msanii. Kwa katika hiyo ni kama kazi yake. Kwa hiyo awe na uvumilivu. Awe na uvumilivu. Kwa hiyo mzazi anatakia baraka na amani, waishi kwa furaha na amani. Sawa, nafikiri umesikia kile ambacho amezungumza upande wa mke wa Bidobido, ni ndugu yake na mke huyo. Nafikiri kwamba siwezi nikaishia hapa, lazima nipige story na shemeji yetu pamoja na Bidobido mwenyewe kuhusiana na ndoa, na nafikiri walio wengi sana mlikuwa mnasubiri siku halisi kama na hii kwa Bidobido. Shemeji, karibu. Asante. Nakupendeza. Asante. Cha kuwasalimia kwanza watu ambao wanakutazama na pia wanapenda kufahamu jina lako halisi, unaitwa nani? Mambo zenu, wakubwa zangu shikamoni. Naitwa Faima au Faibido. Faibido. Sawa. Kipi ambacho unaweza kuwaambia kwa upande wako kwanza? Mategemeo makubwa ambao labda wanaweza kaja kutegemea kwa kile ambacho mlichokipanga wewe na mume wako Bidobido. Kuishi tu. Labda kuna lile zawadi ambalo wanaweza akapenda kufahamu umemletea Bidobido licha na kumzalia, labda kuna kile ambacho anaweza kujitumainia kwa upande. Zawadi. Ategemea kupata mtoto. Sawa. Kwa upande wako pia wanataka wajue gharama nzima ambayo mmeifanya mpaka siku ya leo, labda watu wanaweza akaja kusema kwamba bwana, tumemwona anapendeza, lakini shemeji yetu hajatuambia gharama ya nguo yake na nguo imetoka wapi, japokuwa anavaa kitu tofauti na mazingira ya hapa kwetu nyumbani. Gharama ni kubwa, mimi mwenyewe sijui gharama kama imetumika shilingi ngapi.
Ushauri mkubwa ambao mama alikuja anakuambia kwa upande wa kumzingatia ndugu yetu Bidobiro? Ni mheshimu mume wangu. Unaipokeaje familia ya Bidobiro? Kama familia yangu. Labda kuna wale wengine ambao wanataka wajue Suma Kimwanya bwana, labda ukuzungumzia haya, labda shemeji yetu, kuna wale ambao walizungumza mwanamke anaonekana kama vile amezaa au kwa njia nyingine labda aishawahi kuolewa. Kuna lile ambalo unaweza kumwambia kwa upande wako? Sijawahi kuzaa, sijawahi kuolewa. Hii ndo ndoa yangu ya kwanza. Niseme kwamba neno moja kwa ma ex wa Bidobiro ambao labda wanaweza kaweka imani kwa kutegemea kwamba Bidobiro ni wakwao tena. Nini? Neno moja kwa ma ex wa Bidobiro ambao wanategemea Bidobiro tena ni wakwao, labda anaweza karudi kwa upande ule. Waendelee kusubiri. Waendelee kusubiri. Okay. Yanayokuja ni mengi. Okay. Sawa. Kuna lile ambalo labda watu wanaweza kapenda kufahamu pia kuhusiana na yale ambayo yalizungumzika na Bidobiro na mtu mwingine ambaye alikuja kuonekana kwenye mitandao ya kijamii kwamba amezaa naye. Kwako wewe kwanza ulipokeaje kwanza hilo swali? Kawaida tu. Na wengi sana wamezungumza kwamba wewe umefanya kama vile kumdhulumu haki yake, ina maana kwamba umekuja kumchukulia Bidobiro wake. Labda sijamchukulia mume. Niseme kwamba ndio hivyo. Labda kuna yale mategemeo ambao anaweza akapenda kuyafafanua kwa upande wako mpaka uje kuelewesha kwamba haujawachukulia kweli na hicho alichokifanya ni maamuzi yake mwenyewe. Ni maamuzi yake mwenyewe, mimi sikumlazimisha. Na mtoto alizaa mtoto wa mume wangu. Neno moja kwa familia ya Bidobiro ambao unaweza ukatoa kama vile ni mategemeo makubwa au kitu ambacho cha kuwatia moyo kwamba mtoto wao amechukua mke sasa. Nawapenda na nawaheshimu. Sawa. Bwana ndugu yetu, hongera kwanza kwa hicho ambacho ulichofanya. Asante baba. Hongera sana. Asante sana. Wengi sana wamezungumza mengi, labda kuna lile ambalo la kuwakaza moyo kwa hichi ambacho tumekuja kufikia kwa siku ya leo. Mimi niseme kwamba kile nilichokiongea leo kimetimia. Kile nilichokisema leo kimewadia. Mzee, ukiniangalia mimi na mke wangu blaza, niambie you have never seen hit. Okay. You have never seen hit. Hujawahi kuona kwa mtu yeyote hapa kambini. Kwa mimi ndo the first. Na licha na upande wa wasanii wenzako wanasema kwamba gharama ni kubwa, kwa upande wako naona kwamba familia imezingatia sana. Labda kuna kile ambacho unaweza kuwaambia kwa upande wa wale ambao wanaokusimamia, labda wamekufanya kwa upande wako kama zawadi kukusupport kwenye mambo yako yote? Mimi niseme kwamba kwa yote ambaye alinisupport kwa chochote kile kidogo kikubwa, asante sana. Na mimi kwamba unajua siku zote bana, hata kama kweli mtu waga anasupportiwa, lakini nasema siku zote kwamba ukiamua kile ambacho mwenyewe umependa lazima kitatimia, kwa sababu mtu mwenyewe ndio mwenye maamuzi. Sawa. Lipi ambalo unaweza kumwambia kwanza gharama kubwa ambayo umefanya, labda idadi kwa mshabiki wako ambaye anatamani kuyafahamu gharama na changamoto zile ambazo umepitia za hapa na pale lakini hukukata tamaa? Niseme kwamba kwanza mashabiki zangu waangalie kwamba ile ambalo nimelivaa hapa sio hapa nyumbani kwetu. Hakuna fundi, mimi ni sio mnafiki. Hapa nyumbani kwetu hakuna fundi ambaye anaweza akashona hivi. Mimi tu ni wazi. Sio mimi naboa watu hapa nyumbani kwetu. Brother, hakuna fundi. Mimi hapa nimetuma mbali nguo hii mpaka kufikia hapa. Kwa nini brother? Waige wafe. Sawa, wanasema kwamba watajie basi gharama ili wapate kuelewa, labda wasanii wengine wanaweza kawa na bidii ya kujituma kwa hilo. Gharama ya nguo tu brother. Sema kwamba gharama nguo ni 950. Hapo nimebembeleza sana. Hii nguo hapa Diamond kivaa. Brother, huwezi kuona watu ambao ni wa kawaida wanavaa hivi. Ndio tu umepoa unakuja kuvaa vitu kama na hivi. Hapo ni uongo. Sawa, watu wengine wasitegemee hiki ambacho labda wanakifikiria kuhusiana kwamba msanii bwana ni mtu wa wanawake wengi sana. Labda kiupande wako, waizungumzaje kwanza kuhusiana na hilo kwa upande wa mke wako, labda utakuja kukata mahusiano uwe na mwanamke mwingine ambaye atakuja kuonekana kwa siku za nyuma? Brother, mimi hapana, kusema kweli. Unasema ndoa ni mahajali wa ndoa ni dua kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naamini kwamba the way utakavyojitetea wewe mwenyewe, usanii sio kisa kusema kwamba labda mtu autulii, kwamba wewe ni mtu ambaye ni wa watu, hapana. Siku zote kuwa mtu ambaye ni wa watu mwenyewe. Kwa hiyo niseme kwamba mimi kiupande wangu naamini kwamba mimi mpaka kuamua kusema kwamba Faye ni wa kwangu, nampenda sana. Naamini kwamba huyu ndo mwanamke ambaye nimeanza maisha yangu ya ndoa
na Mwenyezi Mungu tu atusimamie, atujalie, kwa sababu hakuna ambaye anajua cha mbele zaidi. Kwa naamini kwamba hichi ambacho nimekiamua mimi, Mwenyezi Mungu tayari kashajalia. Mpaka leo tumefika hapa na kwamba Mwenyezi Mungu ndo amejalia. Alhamdulillah, mke wangu Mwenyezi Mungu amlinde, pia atulinde na sisi. Ndoa tutadumu. Asante sana. Nafikiri kwamba umesikia matumaini makubwa ya Birobiro Star kwa upande wake kuhusiana na ndoa yake. Naweza nikasema tu kanami mwanzo mwisho, zidi kupata mengi kuhusiana na sherehe ya leo. Asante.